Nao saa 6 kamili mpaka saa 7 tutakuwa tumebarikiwa. Tumpikie mtumishi wa Mungu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukamshangilia mtumishi wa Bwana tunakwenda kuketi. Makofi tena. Makofi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tumshangilie Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Tumshangilie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu si MCA, zaidi ya mwanatawe, si president. Huyu ni zaidi ya president, zaidi ya governor. Hebu tukamshangilie Mwenyezi Mungu. Mshangilie Mwenyezi Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nijitambulishe. Kwanza kabisa nachukua nafasi hii. Naomba nikaheshimu neema iliyo juu ya mhudumu baba wetu, wachungaji wote, wazee wa kanisa hili, mama zetu, nanyi kwa kunipa wakati huu kuweza kuhudumu mahali hapa. I don't take this opportunity for granted. Let me just take the opportunity kuheshimu neema na upako ambao uko katika nyumba hii. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Emmanuel Maheti. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro na taalumia ualimu. Natumai kuna mwanafunzi mmoja hapa nimemfunza Sinogo. Alikuwa form 4. Nimeona mzazi wake hapa. Hebu simama baba. Amekuwa mwanafunzi wake, mtoto wake hapa amepitia mikononi mwake. Bwana asifiwe. Ni mwalimu hesabu na kompyuta, na huu ndio mwaka wangu wa mwisho. Nitakuwa navaa gown. Bwana asifiwe. Asante sana. Naomba tukusome juu kidogo tu. Kuna wimbo unasema uwepo wako Bwana uwe nami. Bwana asifiwe. Nataka tuimbe wimbo ule ukiambia tu Mwenyezi Mungu ya kwamba Bwana, naomba uwepo wako Bwana ukawe nami. Peke yangu siwezi, katika huduma hii siwezi, katika maisha haya siwezi. Nahitaji uwepo wako Jehova Jireh. Nahitaji kibali chako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako Mungu nakushukuru wakati huu na kupa sifa, heshima, ndama zote. Naja mbele zako Yesu, ninaalika uwepo wako Baba ukawe nasi Baba. Wakati neno lako linapokuja kunenwa katikati yetu, naomba Yesu ya kwamba likazae matunda. Nakataa kazi ya ibilisi. Wakati huu ninampiga upofu ibilisi Baba, asiweze kuleta mayumbisho, asiweze kuleta lawama. Natangaza Yesu ya kwamba tumefunikwa na damu yako takatifu. Jinsi maandiko yanavyosimulia katika Waebrania 12:24 ya kwamba damu ya Yesu inanena mema. Wacha Yesu mwana wa Mungu, damu yako ikazidi kunena mema katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo
tunaomba na hata kuamini. Mtu akaseme amen. Semeni amen. Naomba tuketi. Mnenaji wa siku ya leo alianza na kuangazia levels za Ukristo. Alikuwa anaguzia viwango vya Ukristo. Na tunakumbuka akisoma katika kitabu cha Ezekieli 47:1-5. Bwana asifiwe. Na alikuwa anaelezea levels zote za Ukristo, kwamba kuna Mkristo ambaye alikuwa anamlinganisha kwamba akitembea katika maji yanafikia sehemu hii. Somo kusoma kidijua hii sehemu ni vigumu kutamka sana, sijakumbuka Kibukusu. Lakini na akasema kwamba tena kuna yule Mkristo ambaye anapotembea katika maji ama maji ambayo anaweza akatembea ndani mwake ni level hii. Bwana sifiwe. Na akasema kwamba tena kuna Mkristo ambaye anapotembea katika maji yanafika wapi? Kwenye kiuno. Bwana sifiwe. Haleluya. Omanye kama tikali kola msino. Kunawezekana kwamba maji haya kunawezekana yana nguvu na kunawezekana pia hayana nguvu. Bwana sifiwe. So ni Mkristo ambaye ni nusu. Bwana sifiwe. Yaani nusu iko kwa Mungu, nusu iko kwingine. Bwana sifiwe. Na pia akaguzia kiwango kingine cha Mkristo na akasema ni Mkristo ambaye ameweza kuzamishwa. Bwana sifiwe. Yaani amefika level ambayo akiingia kwenye mto ama akiingia katika maji kwenye bahari hawezi akasimama. Bwana sifiwe. The only advantage ambayo huyu mtu anaweza kupenetrate ama kuweza kumanage maji ale ni kuogelea tu. Bwana sifiwe. Na akasema kwamba huyu ni mtumishi ambaye ameweza kujipeana kwa Mwenyezi Mungu. Bwana sifiwe. Ameweza kujiachilia mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama ni pesa zote ameweza kupa Mwenyezi Mungu, iwe ni hali ya masomo amempa Mwenyezi Mungu, akili zake, hata elimu yake, familia yake, kila kitu ambacho kunacho ameweza kufanya nini? Kuweza kumwachia Mwenyezi Mungu na kusema kwamba Bwana nakupa hivi vyote, mimi tu ni wako. Bwana sifiwe. Alikuwa anaongelea zile dimensions za levels ya Kristo katika maisha yetu. Bwana sifiwe. Na neno lile lilinijenga zaidi. Haleluya. Bwana sifiwe. Naomba kwa uelekezo wa Roho Mtakatifu nikaweze kuhudumu kwa wakati. Bwana sifiwe. Lakini ujue kwamba pia tutaomba. Bwana sifiwe. Lakini tu kwa hii time. Haleluya. Leo nitakuwa naangazia kitu kinaitwa identity in Christ. Somebody say identity in Christ. Yaani identity ni utambulisho wetu katika Kristo. Bwana sifiwe. Our identity in Christ. Praise the Lord. Naomba mtu wa projector akadisplay kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians chapter 5:17. The Bible says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ya kwamba mtu anapokuwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa nini? Amekuwa kiumbe kipya. Bwana sifiwe. Na ikasema kwamba tazama ya kale yamefanya nini? Yamepita. Tazama yamefanya nini? Yamekuwa mapya. Praise the Lord. Again, I want to portray the book of 1 Peter 2:9. Tutasoma tukisha tutaelekezwa Roho Mtakatifu. 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9 inasema kwamba but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Can you portray it in Kiswahili? Ikasema kwamba lakini ninyi ni taifa teule. Sema mimi ni taifa teule. Mimi ni taifa teule. Ukuhani wa kifalme, taifa takatifu,
watu waliomiliki ya Mungu, walioitwa ili kutangaza sifa zake yeye aliyewaita kutoka gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Bwana sifiwe. Kitabu cha mwisho ni Wagalatia 2:20. Wagalatia 2:20. Maandiko yakasema, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninayeishi, bali Kristo ndiye aishie ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Bwana sifiwe. Utambulisho, identity. Utambulisho. When you talk about an identity, ukiuliza mtu kwamba wewe ni nani, kuna watu ambao watakupa majibu kulingana na taifa lao. Mimi ni Mkenya. Kuna wale ambao watakupa majibu kulingana na jamii zao. Ese Mwemba, ese Omuyobo, ese Omujaluo. Bwana sifiwe. Kuna yule ambaye atakupa majina kulingana na hata the social profile yake. Pale Facebook kuna jamaa anajiita Wizkid, kuna jamaa anajiita Balozi wa Yesu. So people identify themselves, watakupa their descriptions of their identity kulingana na all those their names, their tribes, hata shule zao, hata talanta na hata zile social media profiles ambazo wako nazo. Bwana sifiwe. Hallelujah. But you need to ask yourself this question. Yafaa ujiulize kwamba na je, hivi vitu vyote vikifeli, hivi vitu vyote vikicollapse, utaitwa nani? Bwana sifiwe. When all these things collapse, when all these things fail, will your identity also collapse? Utambulisho wako pia utafeli. Bwana sifiwe. And this brings us, when you talk about an identity means who you are. Bwana sifiwe. Utambulisho unamaanisha wewe ni nani. Bwana sifiwe. Our world can try to label us in their own ways. Dunia inaweza ikatupa majina kulingana na vile ambavyo wanafanya nini? Wanatuona. Bwana sifiwe. Lakini nataka kuambia kwamba Yesu Kristo ndilo jibu kweli. Bwana sifiwe. Jesus Christ is the real definition of our life. Bwana sifiwe. Jesus Christ is the real definition of who we are. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So true identity is not through the hairs you have. True identity haitokani na mengu uko na nywele nzuri. No. That hair ambayo uko nayo mama, that hair can fade away. Ile nywele inaweza ikaisha. Bwana sifiwe. Saizi I can see nywele zimerembeka. Bwana sifiwe. Lakini wakati utazeeka tu kutakuwa na movie. Bwana sifiwe. Chimbuchi. Hallelujah. You have a good face. Somebody can describe you in regard to your face. You have a handsome face. You have a beautiful face. Lakini wakati utafika, that face will fade away. Utazeeka. Bwana sifiwe. Will that identity remain? Utambulisho ule utabaki ama utakuwa imara. Bwana sifiwe. Lakini nataka kuambia kwamba the only person who can define us is Jesus Christ. Bwana sifiwe. Mtu ambaye anaweza kusema kwamba Oscar Lunani wewe ni mwalimu, Oscar Lunani wewe ni daktari, wewe ni professor. It is only Jesus who can say that you are who you are. Bwana sifiwe. It is only Jesus who can position you. It is only Jesus who can give you direction. Anaweza akakupa mwelekeo ya kwamba wewe utaelekea katika njia hii. Wewe njia yako ni hii na hii. Yes. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tumesoma vitabu hapa. Imekuwa ni 1 Corinthians 5:17. Ikasema kwamba now you are a creature. Wewe umefanyika kuwa kiumbe kipya.
ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Bwana sifiwe. Wakati ulimkubali Bwana Yesu Kristo, wakati ulikiri na kinywa chako ya kwamba Bwana, mimi fulani na fulani nakiri ya kwamba wewe ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu, hapo uliweza unaweza kufanyika nini? Kiumbe kipya. Bwana sifiwe. So our true identity number one means that we are a new creation in Christ. Yani sisi ni viumbe vipya katika Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Haleluya. Papa, maybe ulikuwa mahali hapa zile miaka ya nyuma. Saizi kuna teams kama Chelsea, kuna Man U, Arsenal, vijana mnazifahamu. Labda mzee wewe kule nyuma, kabla hujaokoka, ulikuwa na warembo, umewapanga warembo 11 kama tu ile timu ya Man U, ile timu ya Chelsea. Labda wewe mama ulikuwa na wazee boyfriends. Wewe msichana uko na boyfriends 11, umewapanga kama timu ya Chelsea, timu ya Man U. Bwana sifiwe. Lakini wakati uliweza kumkubali Bwana Yesu, wakati ulikiri Bwana Yesu, umeweza kufanyika kiumbe kipya. Bwana sifiwe. Kumaanisha kwamba ya kale hayana nafasi ya kukutambulisha wewe. Ya kale hayana nafasi ya kukutambulisha wewe. Bwana sifiwe. Kama ulikuwa mlevi, ulevi ulikufa. Bwana sifiwe. Kama ulikuwa mchawi, uchawi ulifanya nini? Ulikufa. Bwana sifiwe. Kama ulikuwa malaya, umalaya ulifanya nini? Ulikufa. Bwana sifiwe. Hallelujah. So when you give your life to Jesus, your past mistakes, your failures, and the labels created in your life, zote zilifanya nini? Zilikufa. Bwana sifiwe. Hallelujah. So now it means ya kwamba umeweza kufanyika kiumbe kipya katika maisha yako. Bwana sifiwe. Now I was telling wapendwa that when you declare the lordship of Jesus Christ in your life, it means that you have signed the winner covenant na Mungu. Bwana sifiwe. Yani umefanya maagano ya ushindi na Mwenyezi Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Yes. Sauti kidogo. Umeweza kusign the winner covenant na Mungu. Bwana sifiwe. And because our God cannot fail, because our God is God who is contrary to failure and defeat. So wewe mwenyewe pia, kwa sababu ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni mtoto Mwenyezi Mungu, maandiko yakasema kwamba as he is in heaven, so am I here on earth. Bwana sifiwe. So it means ya kwamba because God is a winner, also you umekuwa nini? A winner. Bwana sifiwe. Can somebody declare this afternoon ya kwamba I am a winner? I am a winner. I am a child of God. I am a winner. Hallelujah. Yes. Nafanya computer studies na wakati fulani tutapokuwa katika classrooms ama nikifunza wanafunzi, unapata kwamba ukiangalia simu hii, wakati simu hii iko kwa kitu kinaitwa factory setting, zile faili zote, ule uchafu wote ama viruses ambazo zimekuwa pale zote zinafutika. Si ndio? Ukiweka simu factory setting, inarudi inakuwa vile ulifanya nini? Ulinunua. Bwana sifiwe. So it starts a fresh life. Inaanza maisha mapya. Bwana sifiwe. Hallelujah. So kabla Bwana Yesu, pia maisha yako yalikuwa kama ile simu ambayo imehang. Simu yako kule, simu iko na viruses. Lakini Bwana Yesu alipokuja katika maisha yako, Bwana sifiwe, hakuweza kuupdate ile simu tu. Bwana sifiwe. Lakini aliweza kukupa maisha mapya. He gave you a new brand phone. Bwana sifiwe. And this new brand phone is a new life. Yes. Praise Jesus. Yes. Alikupa maisha mapya. Hallelujah. So don't live by old labels. Bwana sifiwe. Why? Because Christ made you new. Bwana sifiwe. Yesu alikufanya ukawe kiumbe kipya. Stop defining yourself by the past mistakes, because Jesus is the only definition in your life. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Kama ewe nyuma kule kanga, kama ewe nywe ulikuwa tu mtu ambaye umedharauliwa, ulikuwa mtu ambaye yani watu wakikuja, mtu akifika hata nyumbani
wewe huhesabiki kama mtu ambaye unaweza kusalimia wageni. Lakini wakati ulifanyika kiumbe kipya, Bwana asifiwe, Mungu aliweza kukupa ushindi, aliweza kukupa ujasiri wa kusema kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. So in 2 Corinthians, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become a new. Bwana asifiwe. Hallelujah. Asante, niko na dakika karibu 40, lakini tutaomba. Number 2, the essence or the reason why you are identified in Christ Jesus is because, number 2, you are chosen and valuable. You are chosen and valuable. Bwana asifiwe. And I think we read the book of 1 Peter 2:9. Projector, please, you can display 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Ikasema kwamba, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Ya kwamba lakini ninyi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio milki ya Mwenyezi Mungu, walioitwa ili kutangaza sifa zake aliyowaita kutoka kizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Bwana asifiwe. So you are chosen and valuable. Yaani wewe umeteuliwa na wewe ni wa dhamana. Bwana asifiwe. Tunaposema wewe umetambulishwa na Yesu, inamaanisha kwamba umeweza kuteuliwa na pia wewe ni wa dhamana katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu neno linasema kwamba wewe ni taifa teule. Bwana asifiwe. Taifa teule means a generation ambayo imeweza kuteuliwa na Mungu. Kitu ambacho kimeweza kuchukuliwa na Mwenyezi Mungu kwamba hawa ni watu wangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na wewe ni wa dhamana. Haleluya. Naomba nitumie mfano. Uko na shilingi 50. Uzitupe hapa chini. Na ikiwa by mistake umezikanyaga, zile pesa zitapoteza dhamana yake kweli? Will that money lose its value? No. It will not lose its value. Bwana asifiwe. But unfortunately, to assume hizi pesa umezitupa chini, na utiswala unachanja holela chini, bora nikanyaga. Bwana asifiwe. Na hivyo ndio watu wengi wamekuwa wakifanya. Wakati ambapo wako katika magumu wanaanza kulia na kujisahau kwamba wao ni watu ambao wameteuliwa na Mungu, wao ni watu wa dhamana kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. You see, the world may try to reject you, but God says you are a chosen, royal, holy and special people of mine. Watu wanaweza kudharau, lakini Mungu anakuambia kwamba wewe ni taifa langu teule, wewe ni ukuhani wa kifalme, wewe ni taifa takatifu, wewe ni mtu ambaye anamiliki ya Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. So, kitu ambacho utambulisho unatupa ni kwamba identity in Christ gives you the confidence. Inakupa ujasiri. You don't need the validations from the people to define who you are. Uhitaji watu wa kutambulisha huyu ni Leve, huyu ni mtu fulani. No. You don't need validation from TikTok. Vijana ambao mnakwanga TikTok. You don't need the validation of TikTok. Umepost TikTok. Umepost kitu status. Unapata likes kama 100. Those things cannot define you. Bwana sifiwe. Once you accepted Jesus, he gave you the confidence na kusema kwamba now wewe Oscar, wewe Faith, wewe ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Wewe mama ni mtoto wa Mungu. Wewe Shosho ni mtoto wa Mungu. Wewe Kuka Oluma nani? Wawele. Bwana sifiwe. So uhitaji watu wakutambulishe. Bwana sifiwe. Kwa sababu wewe ni taifa teule. Wewe ni mtu wa dhamana mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana sifiwe. Yaani I remember the speaker in the morning alipokuwa anaangazia kwamba alikuwa anaeleza kile kiwango ambapo dimension ya Mkristo ambaye the fourth level, yule ambaye amekuwa fully immersed kwa maji, ya kwamba alipokuwa katika maji,
the only thing ambayo inaweza kufanya ni kuswim. Bwana asifiwe. So once umemkubali Bwana Yesu Kristo, you are levelized to that fourth dimension, ile ya full immersion kwa maji. Bwana asifiwe. You have given yourself. Nothing has any capacity. Hakuna kitu iko na capacity ya kukudefine. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Wanafunzi kama kumali hapa, ukiwa chuoni, nothing has any capacity to define you. Those friends ambao wanakunywa pombe, wale watu ambao wanajiingiza katika raha, mama, wale watu ambao wanajionyesha, hawana uwezo wa kukutambulisha wewe. It is only Jesus who can define us, and the Bible has said us ya kwamba sisi ni watu wa dhamana. Hallelujah. Hebu jiambie, mimi ni mtu wa dhamana. Mimi ni mtu wa dhamana. Mimi ni mtu wa dhamana. Kuna wimbo unasema kwamba I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. Bwana asifiwe. You are an overcomer because Jesus overcame. So nothing has any audacity, nothing has any capability ya kuweza kudefine wewe. Bwana asifiwe. Hata ugambo ukuje kwa maisha yako, hauna uwezo wa kudefine wewe. Hauna uwezo wa kurudisha chini. Hauna uwezo. Magonjwa hayana nafasi katika maisha yako, kwa sababu wewe ni mtu wa dhamana katika maisha yako. Bwana asifiwe. Katika familia ambayo nimezaliwa, mzee mchungaji pale Pefa, the year nakumbuka it was the year 2008, wakati mzee amefanya ndoa na mama yola bunduma ikumundo kwa kichwa kaluka. Bwana asifiwe. Akawa na issues za ugonjwa wa kichwa. Bwana asifiwe. Na that time nilikuwa mtoto mdogo sana, nilikuwa na miaka karibu 8. Na hali imekuwa hivyo mpaka saizi. Bwana asifiwe. Although saizi anapokea tiba kidogo. Bwana asifiwe. So wakati alikuwa mgonjwa sasa, wakati ule, unajua mama wachungaji ni watu ambao wanabeba vitu vingi sana. Bwana asifiwe. Na ikabidi mimi kama kijana ikasema, licha kwamba mama akuko hali hii, licha kwamba yeye ni mgonjwa hadi wakati huu, lakini sitaruhusu hali hii ikaweze kundefine mimi ni nani. Bwana asifiwe. Sitaruhusu hali hii ambayo mama ako iweze kunishusha chini. Bwana asifiwe. Iweze kunirejesha chini. Bwana asifiwe. Nakumbuka nikianza kusoma Biblia, most times nilikuwa nasoma Biblia niko peke yangu, niko naimba. Nakaa kwa nyumba almost siku nzima tu, siende kutembea nikisoma Biblia wakati niko on holiday. Bwana asifiwe. Na Mungu wakati ule nasoma neno la Mungu, Mungu alikuwa anatia nguvu kila wakati. Nikienda shuleni anatia nguvu. Wanafunzi mko hapa, Mungu alikuwa anatia nguvu up to wakati huu. Bwana asifiwe. Na nikajiambia kwamba despite of this situation ambayo mama ako ndani mwangu, I will not allow this situation to define my path. I will not allow this circumstance to define my way, because I am a chosen generation. I'm a royal priesthood. Ukanga na uchawi haina mandate. It has no authority upon me, because the blood of Jesus is speaking benefit in my life. Because of the blood of Jesus is speaking victory katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Hallelujah. So never allow anyone to define who you are. Bwana asifiwe. It is only Jesus who can define who you are. Bwana asifiwe. No matter what, no matter the circumstances, haijalishi hali, ni Yesu ndiye anaweza tu kutambulisha. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tena nataka kukuambia tu, jiambie kwamba mimi ni mtu wa dhamana. Sema mimi ni mtu wa dhamana. Mimi ni kuhani mteule. Mimi ni taifa teule la Bwana. Mimi ni mtu anaye umiliki wa utakatifu. Bwana asifiwe. So there is nothing that can define you. There is nothing that can say Emmanuel. There is nothing that can say Oscar. There is nothing that can say Wafula. Now this is your part. It is only Jesus who can define you. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Yes. Number 3 ni kwamba
When you talk about a true identity in Christ, it means number 1, number 3, that you are loved and secure in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Ya kwamba umependwa na umelindwa katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Nipe Wagalatia 2:20. Wagalatia, Galatians 2 verse 20. Galatians 2:20. Kasema kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena naishi, bali Kristo ndiye aishie ndani yangu. Uhai nilionao sasa katika mwili, ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Hebu nifungulie tena Warumi 8:38 hadi 39. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Romans 8:38 to 39. The Bible says, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, yes, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ya kwamba vile vitu vyote ambavyo tumetaja pale, kasema kwamba kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa si mauti wala uzima wala malaika wale wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuja wala yaliyo na uwezo ambayo, Bwana asifiwe, wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote zitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. So when you talk about your true identity in Christ, it means that you are loved and you are secure in Christ Jesus. Yani Bwana amefanyika ukuta wa moto katika maisha yako. Bwana asifiwe. There is a common verse in the book of John 3:16. Ikasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu. Na kwa sababu ya ule upendo akamtoa mwanao wa kipekee ili afe kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Na maandiko akasema kwamba yeyote anayemwamini hatapotea bali atakuwa na nini? Atakuwa na uzima wa milele. Ametupa ahadi ya nini? Ya uzima wa milele. Bwana asifiwe. So kwa sababu ya upendo ambao Mungu ako nasi, alimtoa mwanao kipekee tu afe kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. So something ambayo inaweza kutu identify na Yesu is that love. Yes. Bwana asifiwe. Wazazi ambao mko hapa, mtoto amefukuzwa shuleni karo. Of course utajinyima kila kitu. Huli single. Kama ni nguo, mavazi, ili mtoto afanye asome. Si ndio? Mtoto mgonjwa utagharamika. Mtoto afanye atibiwe. Bwana asifiwe. So Mungu pia kwa ajili ya ule upendo, because of that love, alitoa kila kitu ambacho anakidhamini sana. Unajua nguo ni zikijadamana kwa mwanadamu, si ndio? Ni mnyama tu ambaye hawezi akafaa nguo. Elafu yake ndio selo na haina shida. Lakini mwanadamu lazima atavaa nguo. Bwana asifiwe. So mzazi atanyima kila kitu, yale mavazi, kwa ajili atavaa matambara tu kwa ajili ya masomo ya mtoto wake. And that is because of love. Bwana asifiwe. So your identity in Christ comes because you are loved and you are secure in Christ Jesus. Wakati Yesu alikufa msalabani, the death of Jesus itself on the cross proves our worth. Bwana asifiwe. Kifo cha Yesu msalaba peke yake tu kinadhihirisha udhamana wetu. Bwana asifiwe. So nothing is good as no kwamba it's only who can define you. No, it is Jesus. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ya kwamba hata ukuwe ni malaika, hata ukuwe ni mtu yote, hata ukuwe ni president, hata ukuwe ni governor, hata ukuwe ni mchawi, hana uwezo juu yangu. Why? Because I am loved and secured in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Can you tell yourself, my identity is secured? My identity is secured. My destiny is secured. Because I have Jesus.
The Bible says in Ephesians 2:6, just portray Ephesians chapter 2 verse 6. Ephesians 2:6. Ephesians 2:6. The Bible says, Mungu alitufufua pamoja na Kristo na kutuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. And we were raised up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Bwana asifiwe. So wakati unaweza kumkiri Bwana Yesu, wakati ulikiri Bwana Yesu, ni ishara kwamba umeketi na Bwana Yesu mahali pa juu zaidi. Bwana asifiwe. Mahali ambapo hata ibilisi hawezi kufikia. Bwana asifiwe. Mahali ambapo hata ibilisi hawezi akanusia hata kidogo. Bwana asifiwe. Ukifika mahali demons back away. Bwana asifiwe. Zinaanza kutoroka tu. Bwana asifiwe. Ukifika mahali people know that this is a carry of God. Bwana asifiwe. Unapoanza kunena tu, they see that this is not just a mere man. This is a man who has come from another realm. Bwana asifiwe. It's a man who is seated in the heavenly places. Bwana asifiwe. Yes. Hallelujah. Yes. Bwana asifiwe tena. Amen. So your identity is secured. And it is secured by the relationship ambayo tuko nayo na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya yale mahusiano ambayo sisi wanadamu tuko nayo Mwenyezi Mungu. Sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu, si ndio? Lazima utalindwa. Si ndio? Wewe mama umezaa mtoto, utamruhusu mtoto wako tu kwetu namna hivi? Hapana, si ndio? Lazima utamchunga. Kwa sababu ya upendo utamchunga, utamlinda, utakuwa maelekezi ya kwamba mwanangu, this is the way. This is the path to follow. Hii ndio direction ufanye ya kutembea nayo ili uweze kumanage na kufollow katika maisha yetu. Bwana asifiwe. So we are secured on Christ Jesus, not just because of the performance, not just because of the gymnastics. We are secured in Christ Jesus based on the relationship that we have na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Ndio manake ukiwa mgonjwa unaenda kwa Mungu na mwambia Bwana, you refer to God as the Father. Father, I'm sick. Please have mercy on me, heal me. Father, niko katika hali hii. Nionee huruma, niponye Jehova Jireh. Father, ninasumbukana na karo. Nisaidie. Bwana asifiwe. Hata wanafunzi wa campus, missing marks imekuwa issue. Bwana asifiwe. Na umeattend all those lectures. Hakuna kitu umefanya makosa umefanya. Wakati ule mtihani utakuwa naiba. Bwana asifiwe. But the issue of the missing marks inatokea. Bwana asifiwe. You go to God na mwambie kwamba Father, nimekuja mbele zako kama mtoto wako, kama Emmanuel. Please, oh Jehovah Jireh, remember mercy. Have mercy upon me. Bwana asifiwe. Na Mungu atatekeleza. Because he is our Father, atafanya nini? Atatekeleza. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let me come to vijanas. Wakati mwingine the social aspect hatutaepukana katika maisha. Bwana asifiwe. There is a time utatamani kukua na mtu. Bwana asifiwe. There is a time utafikiria kwamba licha kwamba ninapenda Mwenyezi Mungu, but I feel somebody should at least love me. Bwana asifiwe. It will reach a time whereby utatamani tu hata muda hutaextend. Bwana asifiwe. You will only feel loved when maybe that person anakutext mwambie tu habari yako. Bwana asifiwe. But I want to tell you one thing, that it is only Jesus. It is only Jesus who can love you. Bwana asifiwe. Once you have given yourself to Jesus, all these other things zitakuja zenyewe automatically. Bwana asifiwe. All these other things ambazo sio kwamba mahitaji mengine tu itakuja. Bwana asifiwe. When you decide yourself to be mercifully unto God, just like our mwalimu alikuwa anasema, if you ukitembea katika ile dimension ya mtu wa ine, umejiachia mbele za Mwenyezi Mungu, all these other things they will just come automatically. Bwana asifiwe. How to struggle mwambie safume. Amen. Utenda ngambo. Bwana asifiwe. Ukiingia classes uta struggle kufunza hizi vitu, hesabu, uta struggle computer, English. Ukienda sokoni hutakuwa na struggle. Bwana asifiwe. Utakuwa na amani. Amen. Wakisema kwamba kumekuwa na wachawi katika sehemu fulani ya sisi ama Kimalewa,
wakasema kwamba ni watu fulani, watasema lakini fulani atolewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu huko pale. Yes. Wakisema papa cha Mslambole, wale walipapa fulani rana because yeye hakuangi mahali pale. Yes. Bwana asifiwe. Because your true identity is Christ Jesus. You are loved and you are secured in Christ Jesus. And I can tell you that the love of Jesus is permanent. Bwana asifiwe. Mko na simu sio? Hata kama ni tululu ni simu. Inafika mahali ukipiga simu unaweka credit sio? Hii credit uwe naisha sio? Lakini Yesu upendo wake hauishangi. Bwana asifiwe. Because his love is permanent. It never changes. His love is unconditional. Hallelujah. Praise the Lord. So your true identity is in Jesus. Bwana asifiwe. Your true identity is in Jesus. I want us to stand up kidogo tu. We do something. I want to say, nataka Mwenyezi Mungu, we have 20 minutes. 20 minutes. I'm finishing by the way. So ukiwa katika ugumu, when you are facing depressions, you are facing failures katika maisha yako, remind yourself, jikumbushe kwamba mimi mtu wa Mungu, mimi ni mtoto wa Mungu, nimependwa, nimeteuliwa. Yesu alienda msalabani kwa ajili yangu. Jikumbushe mbele za Mwenyezi Mungu, alikufa msalabani kwa ajili yangu. Alikufa msalabani ili nikombolewe. Alikufa msalabani ili nikawe kiumbe kipya. Na kwa hivyo sisi wa Kristo tu, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, ukiwa sokoni, wacha maisha yetu watu wakiona wane kwamba hawa ni watu wa Mungu, wakikutambulisha wanaona kwamba they see God in you. I remember in the Bible the man Peter, wakati walipokuwa wanaenda kusulubisha Yesu, kuna mtu mmoja aliangalia Yesu, Peter akasema, huyu jamaa kuongea kwake, kutembea kwake, vitendo vyake vyote ni kama Yesu. Wa pili akakuja akasema, huyu jamaa hapana, the way ana behave ni kama Yesu. Wao hutamdiketa. Licha kama Peter alikuwa anakaa kwamba mimi mtu anasimjui, lakini walikuwa wanaona Yesu ndani mwake. Walikuwa wanaona utambulisho wa Yesu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Wapendwa, si watu wakaona utambulisho wa Mungu katika maisha yetu. Si watu waone Mungu katika maisha yetu. Si watu waone Mungu hata tunapofanya vitu. Maisha yetu ni ibada. Bwana asifiwe. Ibada is a lifestyle. It is more than just coming here to preach. It is more than coming here to sing. When we come here, we have come here for the sake of God. Bwana asifiwe. Lakini hata maisha yetu, si mtu akaone tunaona kwamba nikiona huyu naona Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Nataka tukaombe. Tupe tulipo tafadhali. You
Mungu. Mwambie tu Yesu, nakupenda. Nakupenda kwa sababu nimefanyika kuwa mwana. Nakupenda Jehova Jireh kwa sababu umenikubalia mimi ni mtoto wako. Ninakupenda Baba kwa ajili ya wema wako. Ninakupenda Yesu kwa kunihifadhi. Ninakupenda Baba kwa kunipenda zaidi, hata ukafa msalabani kwa ajili yangu. Ninakupenda Yesu, rabalikante zenemante. Ninakupenda Yesu, mwana wa Mungu. Hakuna mwingine kama wewe. Ninakupenda Yesu, nakupenda Baba. Nakuinua Yesu, nakuinua Baba, nakuinua Yesu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwema katika maisha yangu. Oh Yesu, mwana wa Mungu. Oh zabalahande zekabaladoza zekapaina mandele zekabalahande zekapalika balahande zenemande labalahande zekapakadabaladosi osakatalahande zenemande. Asante Yesu kwa kunifanya niwe mwana wako. Asante Baba, asante Yesu. Ninakutukuza Jehova Jireh na kuhimidi Baba. Asante Bwana, unatosha Yesu, watosha Baba, unatosha Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Maandiko yanasema katika Zekaria 2:5 ya kwamba nami nitafanyika ukuta wa moto katika maisha yako. Nimeparaphrase hii verse. Kama Bwana anataka kufanyika ukuta wa moto katika mji wake. Ezekiel 2:5. I want us to make this cry. Ya kwamba Bwana, zidi kufanyika ukuta wa moto katika maisha yangu. Mimi ni mwana wako Jehova, zidi kunilinda. Ibilisi asipate upenyo, asipate nafasi katika maisha yangu. Because I am your son, Almighty Father. By your mercy, Almighty Father, make yourself a head of fire in my life. Ya kwamba magonjwa hayana nafasi katika jamii yangu. Magonjwa hayana nafasi katika familia yangu. Kuanguka hakuna nafasi katika maisha yangu. My Father, fanyika ukuta wa moto. Fanyika ukuta wa moto Jehova Jireh. Ukampige ibilisi upofu Baba, asiweze kuniona Baba. Fanyika ukuta wa moto. Make yourself a head of fire in my life, Jesus. Oh zabalahande zekabaladose makaya tebalahande zekabaladose labo rabalahande zekapakatabaladose oh shakatabalahande zenimande rabalahande zekapakatabalahande oh shatabalahande zenimande. Yesu, fanyika ukuta wa moto katika maisha yangu Bwana. Fanyika ukuta wa moto Jehova Jireh. Nizingire Baba na damu yako takatifu Baba. Nizingire na moto wako Jehova katika jina la Yesu Kristo. Zidi kufanyika Yesu ukuta wa moto Baba. Oh my Father, oh my Father, oh my Father. Oh shatara handelebo. Oh Jesus. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Baba. Wastahili. Wastahili ewe Bwana. Wastahili ewe Bwana. Wastahili kupokea
masomo. Nataka nafasi hii kwa sababu tuna mchungaji, nitamkaribisha aje aombee yote ile hakuna hitaji lolote. Unahisi ndani mwako una upungufu, unahisi ndani mwako umelemewa, unahisi ndani mwako unahitaji fulani, kwa sababu ya neema ile ya mchungaji, nitamkaribisha aje mahali hapa, kisha ataomba.